Movie inaanza na familia kubwa ikifurahia likizo ufukweni mwa bahari. Familia hiyo ilionekana ikila breakfast kwenye bustani ya nyumba moja ya kukodi. Baada ya kumaliza kula, mama wa familia aliongea na binti yake mkubwa, Isabel. Alimwambia Isabel kuwa rafiki yake Felix alikuwa amekuja kutoka Ujerumani, na mama alieleza kuwa Felix amekuwa handsome sana siku hizi. Mama inaonekana anataka binti yake ajiongeze. Huyu bi mkubwa alimwomba mwanae Isabel amkaribishe Felix kwenye chakula cha jioni, lakini Isabel alikataa ombi la mama yake. Wakati wa mchana, Victor ambaye ni mdogo wake wa kiume Isabel alionekana kuwa bored sana na mwenye uchovu. Akaamua kutembea ndani ya nyumba na kuchungulia kwenye kila chumba ili kujua wanafamilia wengine walikuwa wakifanya nini. Alipofika kwenye chumba cha dada yake, ili anachungulia, si anamkuta Isabel anachukua sheria mkononi bana. Isabel alikuwa akijifurahisha peke yake kwa kutumia mto. Baadaye Isabel na mdogo wake walikuwa wakiota jua ufukweni. Hapa walikutana na Felix na rafiki yake. Felix alimwambia Isabel kuwa yeye na rafiki yake walikuwa wanapanga kwenda klabu usiku huo, na alimwalika Isabel ajumuike nao. Isabel akakubali na walikubaliana kuwa wataonana usiku. Usiku ulipofika, Isabel alikuwa akijiandaa kwenda klabu kukutana na Felix. Isabel akamuuliza ndugu yake kuhusu mavazi yake. Dogo na makatio huyu akamwambia unaonekana kama changudoa, kisha akamsaidia kuondoa makeup ambayo ilimfanya aonekane vile, na Isabel aliondoka kwa kutoroka. Mdogo wake anaenda kuwazuga wazazi ili wasije kujua kwamba Isabel ametoroka nyumbani. Hatimaye Isabel anakutana na Felix, lakini badala ya kwenda klabu, Felix akanunua ice cream hapo ufukweni na akamwambia waende wakakae pembezoni mwa bahari wapige story. Ice cream ya Isabel ilipokaribia kuisha, akampa Felix na kumlisha. Felix anamwangalia Isabel kwa matamanio na wanaanza kukiss. Felix anajaribu kumshawishi Isabel wafanye mapenzi. Isabel anamwambia kwamba ndio mara yake ya kwanza, kwa hiyo anaogopa sana. Felix alimtuliza akimwambia kwamba hakuna haja ya kuwa na hofu. Basi wakafanya mapenzi bana, tena ufukweni mwa bahari. Lakini wakati wa tendo hilo, mara Isabel aliona kivuli cha picha yake mwenyewe kikiwatazama na kilionekana kimechukizwa sana na kitendo anachokifanya Isabel. Kilimwangalia kwa muda kisha kilitoweka. Baada ya kumaliza, Felix alimpeleka Isabel kwao. Alipofika nyumbani, mara Isabel anakutana na baba yake ambaye alimuuliza ametoka wapi. Isabel anamwambia na alimtaka baba yake asimwambie mama yake alipokuwa. Anaenda chumbani, anamkuta mdogo wake Victor akiwa amelala kitandani anamsubiri. Akamuuliza dada yake, umefanya nini na Felix? Isabel hakumjibu chochote. Victor aliendelea kuuliza, lakini Isabel alikataa kumwambia kila kitu na akamwambia aende chumbani kwake akalale. Kabla ya Victor kutoka, Isabel alimuomba aifiche siri hiyo na asiseme kwa mama kuwa alitoka. Kesho yake, familia yote ilikuwa ikila bata ufukweni, wakifurahia vacation yao, wakisahau yote yaliyowahi kutokea mwanzoni. Baadaye Felix anakuja na kuwasalimia wanafamilia ya Isabel, kisha akatandika kisambaa karibu na Isabel na kukaa naye. Isabel aliamka na akaenda kuogelea pamoja na familia yake, akimwacha Felix na Victor. Baadaye Felix anamwangalia Isabel na kumwambia Victor kuwa dada yake alikuwa mrembo sana, jambo ambalo lilimshangaza Victor. Jioni ilipofika, familia yote ya Isabel ilijiandaa kwa party ya kusherehekea siku ya kuzaliwa ya Isabel. Alikuwa na furaha sana kupata zawadi kutoka kwa familia yake. Alizima mishumaa kwenye keki yake ya kuzaliwa na kupokea hongera kutoka kwa familia yake. Tabasamu la Isabel lilibadilika. Alionekana kukumbuka kile kilichotokea usiku uliopita alipokuwa na Felix. Asubuhi ilipofika, familia yote ilianza kufungasha mizigo yao na kuondoka kwenye jumba hilo, kwani msimu wa likizo ulikuwa umeisha. Wakati wa safari, Isabel akiwa amekaa kwenye siti ya dirishani, alimwona Felix akiendesha baskeli. Akajisikia huzuni kuona anaondoka, sehemu alipokutana na mwanaume wake wa kwanza. Majira ya vuli alifika. Isabel alionekana akitembea kuelekea jengo fulani akiwa amevaa mavazi ya kisasa. Aliingia katika chumba cha hoteli namba 695. Alipogonga mlango, akasikia sauti ikimwambia ingie. Alipoingia, Isabel alishangazwa alipokutana na mzee mmoja aliyekuwemo ndani mule. Mzee huyo alimsalimia Isabel na kumwita kwa jina la Lea. Mzee alikiri kwamba alikuwa amemdanganya Isabel kuhusiana na umri wake, na hapa tunakuja kufahamu kwamba Isabel anafanya kazi ya kujiuza na alikuwa anatumia jina la Lea. Mzee alikuwa mteja wa Isabel ambaye alihitaji huduma kupitia mtandao. Mzee akamuuliza Isabel kama angetaka kunywa kinywaji, lakini Isabel akakataa na akataka glasi ya maji tu. Wakati akimpatia glasi ya maji, mzee akamsifia Isabel kuwa alionekana mrembo zaidi kushinda alivyokuwa kwenye picha, na pia akaanza kumshawishi kwa maneno mazuri mazuri, na baadaye wakafanya yao. Baada ya kumaliza shughuli zao, Isabel akiwa anataka kuondoka hotelini hapo, mzee alimpa Isabel pesa na kumwambia angependa kukutana naye tena. Isabel alijibu kuwa mzee huyo alishapata namba yake ya simu na asisite kumpigia simu wakati mwingine. Alipofika nyumbani, alikuta mdogo wake Victor akifanya homework. Kisha Isabel akaenda chumbani kwake na kuweka pesa alizozipata kwenye kipochi. Jioni Isabel alifungua laptop na kuingia kwenye tovuti ambayo alitumia kupokea maagizo kutoka kwa wateja wake. Na ghafla Victor aliingia chumbani kwake. Isabel akafunga kompyuta yake haraka na kumtaka Victor aondoke chumbani kwake. Inaonekana Isabel alifanya kazi hii kwa siri na aliamua kuificha familia yake. Kesho yake Isabel
akiwa chuo alipokea simu nyingine kutoka kwa mteja wake akitaka kumlipa euro 300 na wakakubaliana kukutana kesho saa 11 jioni. Baada ya muda, rafiki wa Isabel alikuja na kumwalika waende kula chakula cha mchana. Rafiki yake alimuuliza Isabel kwamba alikuwa anawasiliana na nani, maana alishtuka alipomuona, na Isabel akamwambia kwamba nilikuwa nawasiliana na mpenzi wangu. Kesho Isabel alijiandaa kukutana na mteja wake mpya. Aliwaaga wazazi wake waliokuwa wakila pamoja na mdogo wake, kisha mama yake akauliza Isabel atarudi saa ngapi nyumbani. Isabel alijibu kuwa atarudi jioni, akijaribu kuwadanganya wazazi wake kwamba alikuwa akienda kufanya discussion chuoni. Isabel alifika kwenye hoteli ambapo mteja wake alikuwa amepanga kukutana naye. Walizungumza kidogo wakiwa mapokezi ya hoteli, kisha walielekea moja kwa moja mpaka chumbani alipokuwa amepanga mteja. Wakafanya yao, lakini tofauti na mteja wa kwanza, mteja huyu alimwambia Isabel kwamba afanye shughuli peke yake, huku yeye akimwangalia tu bila kushiriki kwa namna yoyote. Baada ya kumaliza, Isabel alitaka kulipwa, lakini mteja alitoa pesa nusu na makubaliano yao ya kwanza. Isabel alilalamika, lakini mteja akamtishia kwamba angewaambia familia yake kuhusu kazi ya Isabel, kwamba anajiuza, na Isabel aliondoka hotelini hapo akiwa na hasira sana. Wakati wa safari, akiwa kwenye treni, Isabel alipokea simu nyingine na mteja huyu alitaka kumlipa euro 500 na Isabel alikubali mara moja. Hii ilikuwa ni mara ya pili ambapo alikutana na mteja ndani ya siku moja, lakini safari hii alikutana naye kwenye gari na mteja wake. Kabla ya kuanza shughuli zao, Isabel alitaka malipo ya awali kwa kuwa alikuwa ameshajua kwamba kuna wateja ambao ni mieyusho kama yule wa mwanzo. Mwisho Isabel akakubaliana na masharti yale na wakafanya mambo yao ndani ya gari. Baadaye Isabel alionekana akiwa busy chumbani kwake. Ghafla mama anaingia kumletea nguo zilizokuwa zimefuliwa na anamuomba Isabel waende wote sinema usiku huo. Isabel alikataa, lakini baadaye mamake alimsihi na kumuomba waende wote na Isabel akaamua kukubali. Wanaenda sinema na kuchagua siti kisha wanakaa. Lakini wakati yuko sinema pale, Isabel kwa bahati mbaya alimuona mteja wake mmoja. Mteja huyo alikuwa ni yule mzee aliyewahi kumwambia Isabel kwamba alikuwa amemdanganya kuhusu umri wake. Baada ya tamasha la sinema kumalizika, Isabel akiwa anaelekewa washroom, alimuona mzee yule akiwa na mazungumzo ya karibu na mwanamke mwingine. Isabel anamwangalia mzee huyo na macho yao yanakutana. Akaamua kuendelea kutembea kuelekea washroom. Mara anamkuta mama yake akiwa na mazungumzo ya karibu na mwanaume mwingine. Anarudi kwenye sinema kwa ajili ya kujiandaa kuangalia movie nyingine na baba yake anamuuliza kwamba amemuona wapi mama yake, lakini Isabel alijibu kuwa hajui chochote kinachoendelea. Baada ya hapo, Isabel alipokea SMS kutoka kwa yule mzee. Mzee akamwambia kwamba wakutane hotelini walipokutana mara ya kwanza muda ule ule, na Isabel akakubali mara moja. Isabel alienda kwa mteja wake kulingana na makubaliano yao, kisha wakafanya shughuli zao kwenye chumba kile kile walichokutana mara ya kwanza. Walipomaliza shughuli zao, Isabel alipokea malipo yake, lakini kabla ya kuondoka, mzee alimuuliza ikiwa waongezwa kukutana tena. Baada ya hapo, inaonekana huyu mzee tayari kashanogewa. Mzee aliendelea kumpigia simu Isabel na walikuwa wakikutana mara kwa mara. Lakini si mzee peke yake alikuwa akimpigia simu Isabel. Walikuwa na wateja wengine ambao walikuwa wakitaka kufurahi na Isabel. Pesa nazo zilikuwa zikiongezeka kila siku. Siku moja wakati Isabel alipokuwa kwenye shughuli zake na yule mzee, huyu mzee anaitwa George, ghafla alipata mshtuko wa moyo na kufa pale pale. Isabel anagundua hili haraka na anaingia kwenye hali ya hofu, akijaribu kila kitu kumfanya mzee yule amke, lakini jitihada zake zinagonga mwamba. Alijawa na hofu na akaamua kuondoka haraka pale hotelini. Majira ya baridi yalifika na siku moja katika sehemu Isabel alipokuwa anafanya kazi, polisi wawili walifika na kumuona mama yake Isabel. Polisi hao walimuuliza mama huyo kama Isabel au kwa jina lingine anaitwa Lea alikuwa ni binti yake. Mama wa Isabel alichanganyikiwa aliposikia jina la Lea na akasema kwamba jina la Lea lilikuwa ni jina la mama yake. Polisi walileta picha kadhaa kutoka kwenye kamera za CCTV za hoteli ambapo Isabel alipokuwa anakutana na George, na wanaweka wazi kwamba walikuwa wakichunguza kifo cha George na Isabel alikuwa ni kama shahidi namba 1 wa tukio hilo. Mama wa Isabel alikataa taarifa hizi, lakini polisi waliendelea kumwambia ukweli huu mchungu kwamba Isabel alikuwa akiishi maisha ya siri kama msichana anayejiuza na alitambulika kwa jina la Lea. Mama wa Isabel alishangazwa na ukweli huu. Mama anaamua kuwapeleka polisi hadi chumbani kwa Isabel na wakaanza kutafuta ukweli juu ya maisha ya siri ya mwanae. Mama anaendelea kushangaa zaidi pale anapokutana na pochi ikiwa imejaa pesa. Isabel anarudi nyumbani, anakumbana na maswali magumu kutoka kwa mama yake. Mama yake anasema kwamba nafahamu kila kitu kuhusu maisha yako ya upande wa pili uliokuwa unatuficha. Isabel alijaribu kukataa na kitendo kile kilimpandisha mama yake hasira na akaanza kumpiga mwanae aliyekosa heshima na kuamua hadi kutumia jina la bibi yake kwenye shughuli hizo za kujiuza. Baadaye hasira zinashuka na wawili hao wanaanza kuongea kwa upole. Isabel alijikuta akilia kwa huzuni. Hisia zote alizokuwa akizificha kwa muda mrefu hatimaye zilijitokeza. Mama yake alimuomba Isabel aahidi kutorudia tena kile alichokuwa akifanya, na bila kusita Isabel alikubali. Baada ya muda polisi walimpigia Isabel simu na kumuomba kuwa shahidi katika uchunguzi wa kifo cha George, na polisi walimwambia Isabel awafafanulie kila kitu
na namna ambayo aliweza kuingia kwenye biashara hii, na Isabel akaanza kuwaambia kila kitu. Aliwaambia polisi kwamba alikutana na mwanaume mmoja wa makamo ambaye alimpatia namba ya simu na akamwambia kwamba atamsaidia yeye kuwa tajiri. Baada ya kuambiwa hivyo, akaamua kumtafuta mwanaume huyo kupitia namba ile ya simu aliyompa, na baadaye ndio alimuunga kwenye mtandao huo wa kujiuza. Mwanzoni Isabel alichukizwa, lakini alizoea biashara hiyo baada ya kuona anapata pesa. Hata hivyo, baada ya kifo cha George, Isabel anasema alipata hofu sana na kuacha kazi hiyo. Kwa bahati nzuri, uchunguzi nao unaonyesha kuwa kifo cha George kilisababishwa na ugonjwa wa moyo na Isabel anaruhusiwa kurudi nyumbani. Jioni moja, baada ya kula chakula cha jioni, mama wa Isabel alimwambia mwanae anatakiwa aende akaonane na mtaalamu wa kisaikolojia kwa sababu alikuwa na wasiwasi kuhusu matatizo ya kisaikolojia yanayoambatana na biashara ya kujiuza. Isabel akakataa kwa kusema kwamba hakuwa na shida yoyote, lakini baadaye aliona akubali kufuata ushauri wa mama yake. Kesho yake Isabel na mama yake walikwenda kwa mtaalamu wa saikolojia na walijadili hali ya Isabel, na mtaalamu alimshauri Isabel asirudie vitendo alivyokuwa akifanya ambapo vingemletea madhara katika maisha yake ya baadaye. Muda ulipita na Isabel alirudi nyumbani, lakini ile hali ya kutaka wanaume wazee ikamjia tena, na sasa akaanza kumtega baba yake wa kambo. Kwa bahati nzuri, mama yake alifika haraka na kuona ile hali. Aliamua kumchukua Isabel na kumpeleka chumbani kwake. Mama yake alijitahidi kuelewa hali ya Isabel ambaye anapata shida kuiacha. Aliongea naye na kumpatia sapoti anayohitaji ili kumsaidia katika mchakato wa kupona kisaikolojia. Baada ya wiki moja, Isabel alirudi kwa mtaalamu wa saikolojia na kumweleza kwamba anajisikia kama amekosa kitu fulani maishani mwake. Anakiri kwamba kuna kitu anakikosa tangu aache kufanya mambo yale mabaya. Akasema kwamba akili yake ilikuwa ikijisikia upweke na mara nyingine ilikuwa ni vigumu sana kuidhibiti hadi inampelekea kuanza kumtega baba yake wa kambo. Mtaalam aliendelea kumshauri Isabel kwa maneno ya kumtia moyo na akimwambia asirudi tena kwenye njia ile ya giza. Siku moja Isabel alipokuwa chuoni, anamwona rafiki yake akiwa na huzuni na anaenda kuongea naye kisha kumfariji. Wanakubaliana kwenda kwenye pati jioni, na ilipofika jioni, rafiki yule alikuja mpaka nyumbani kwa kina Isabel kisha kumchukua Isabel na wakaenda zao kujirusha. Walifurahi sana kwenye pati hiyo, wakacheza na kunywa. Kesho yake Isabel alipatwa na upweke na hakujua nini cha kufanya, hivyo alijikuta akichukua tena ile laini ambayo alikuwa anaitumia kwenye shughuli za kujiuza na kuiweka ndani ya simu. Alipowasha tu simu, SMS nyingi zilianza kuingia kwenye simu ile. Mara akaona namba ya yule mzee aliyefariki imemtumia SMS, akaijibu na wakakubaliana kukutana kwenye kile chumba cha ile hoteli. Anafika kwenye lobi ya hoteli, anakutana na mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa George. Isabel alimueleza mwanamke huyo kila kitu, kuanzia alipokutana na George hadi siku aliyokufa. Walipokuwa wakizungumza, wakaamua kujilaza kitandani, huku Isabel akiendelea kumwelezea yule mama, na alijikuta akilala. Alipoamka alikuta hakuna mtu katika chumba hicho. Isabel alicheka na kugundua kwamba hali yake ya kisaikolojia sasa imeanza kupona taratibu, kwani Isabel anaamini kwamba njia ya kupambana na matatizo sio kuyakimbia bali kukubaliana nayo, na hivi ndivyo ambavyo Isabel anaamua kukabiliana na matatizo yake. Movie hii ni kwa ajili ya kujifunza na sio kwa ajili ya kutangaza biashara ya kujiuza. Kama umeenjoy, usisahau kulike na kusubscribe. Na pia niandikie kwenye comment ni movie gani unataka nikufanyie recap, naweza nikakushangaza kwenye video inayofuata.